sisi wote ambao tuko hapa. Basi ndugu zangu, kama alivyotangulia kusema Mheshimiwa DC na mwenzangu amegusia kwamba siku yetu hii ya leo, neno kubwa ambalo tunakuja nalo au tumelibeba katika kuitana kwetu hapa ni hiki kitu kinaitwa TAKUKURU Rafiki. Sawa ndugu zangu, TAKUKURU Rafiki. Labda mtu anaweza kawaza kwa nini TAKUKURU Rafiki? Sawa kama tunavyojua TAKUKURU ni chombo kama vyombo vingine vilivyo, kama polisi, uhamiaji, na kama ni chombo wote mnajua jinsi ya utendaji kazi wa vyombo. Lakini TAKUKURU ilifika wakati ikasema japokuwa sisi ni chombo, lakini je, tunamfanyaje au tunafanya nini ili huyu mwananchi ambaye anatakiwa apate maendeleo, apate ustawi na aweze kufuatilia miradi yake ambayo serikali imeinvest kwa ajili ya miradi hiyo, anafanyaje ili aweze kuona TAKUKURU ni rafiki yake na akaweza kushirikiana katika kuhakikisha sisi ambao tunasimamia au sisi kama chombo na wananchi kuona kwamba tunaweza tukafika sehemu tukashirikiana. Ndio hapo ambapo wakaja na hili neno kwamba hebu wakati mwingine tunajivua gamba la chombo, gamba la amri na gamba la twende, tunakuwa marafiki kumuita huyu mwananchi ambaye ndio mpokea huduma, lakini na kumuita sisi ndugu zetu ambao tuko hapa ambao ndio tunawaita wadau wa maendeleo, pamoja na sisi TAKUKURU tunakaa pamoja kama marafiki na kuona jinsi ambavyo tutashirikiana kuweza kutatua kero za wananchi. Kutatua nini? Kero za wananchi. Sisi tunaamini kwamba hakuna rushwa inaanza kama rushwa. Rushwa yoyote inaanza kama kero, na nitatoa mfano. Kwa mfano, umetoka hapa mwananchi, umeenda labda katika hospitali ya Magunga Hospital. Tunajua pale pana majengo mengi, umefika pale hujui. Ukifika pale hakuna sehemu pameandikwa reception. Kwa hivyo ukifika uende reception ukaweza kufanya nini? Kuhudumiwa. Kwa the mere fact umefika pale hujui unaanzia wapi, tayari kama mwananchi mwenye tatizo hiyo tayari ni kakero. Anaanza sasa hapa nitamuuliza nani? Sasa hapa nitafanya nini? Unaona tayari imeanza kama kikero. Lakini akitokea mjanja mmoja pale akajielewa kakuwaje, vipi? Na kama Mtanzania utajieleza, mimi nimefika hapa sijui naelekea wapi, twende nikupeleke. Umeona ilianza kero, hujui unaanzia wapi, twende nikupeleke. Yule siku hizo Watanzania tunatujua jamani, kidogo anajifanya nini, lakini mwishoni lazima akianza twende nikupeleke unaanza kuanza hivi ile 10 yangu nina change. Unaona kwa sababu tayari nakupelekea huyu, lazima ni mwache vipi? Unaona kwa ni kero ndogo, lakini imepelekea kwenye nini? Kwenye mtu kuanza kutaka karushwa fulani hivi. Unaona na mfano mwingine, juzi nafikiri tulikuwa na kikao chetu cha mrejesho, tukaenda na watu wa misitu. Unaona kule wananchi walikuwa na kero, walikuwa hawaelewi sheria kwamba je, sheria ya misitu inasema nini, mipaka yao ikoje, walilezi kama hoja. Kwa sisi tuliwaomba wenzetu wa misitu wakakubali kwenda na sisi kwenye mrejesho. Walipofika kule wakatoa elimu kwa zile kero ambazo za wananchi walikuwa nazo, kutokuelewa taratibu na sheria za misitu. Umekamatwa na mkaa, labda umevuka eneo, ilikuwa ni kama kero, lakini kwa kwenda kupata elimu iliwasaidia wakaepukana, kwa sababu umekamatwa. Wakati mwingine wao wanawakamata kama kama hajui sheria, anaweza kukupelekea ukafanya nini, akakuomba rushwa. Sawa Kwa hiyo jamani, kwa kifupi nilikuwa najaribu kwanza kutafsiri hii tunaposema TAKUKURU Rafiki ina maana gani. Labda na nyinyi ambao tunawaita wadau wa maendeleo, mna maana gani katika hii programu yetu ya TAKUKURU Rafiki? Nafikiri wa mabenki wanacheka kama wanatabasamu kwa sababu sasa huyu mama na sisi wametuita, sisi tunahusika nini katika nini? Lakini tunapokwenda kule kuna wananchi wanasema kwamba sasa sisi tunasikia mabenki yanatangaza mikopo, lakini hatujui hiyo, tukienda wanatupa masharti magumu. Unaona, lakini basi kwa hiyo nyinyi kama wadau wa maendeleo mko hapa mnatoa mikopo, lakini wananchi wakati mwingine hawajui taratibu zenu. Ili wapate mikopo wanatakiwa qualify kuwa na nini. Kwa hiyo nyinyi tukasema hapana, nyinyi wote ni wadau wa maendeleo, muijue programu hii.
siku tukiwafuata kuwaomba, jamani, twendeni, kuna hoja na wahitaji kule, mkawaeleza wananchi wafanye nini waweze kupata mikopo, basi mwe wepesi wa kutuelewa na kuweza kuongozana na sisi.